ila kama utakuwa na shida usiache kunipigia kaka. Mwage manyanya, kesho tunaondoka. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Ila laeli ndugu yangu, nitakumisi sana kaka. Usiache kunipigia. Sawa, nashukuru sana. Hali imekuwa ngumu, hali imekuwa tata kwa wapenzi wa movie yetu pendwa ya Dunia. Katika episodi hii tunaona anguko na mabadiliko makubwa yanayomkuta Manyanya baada ya Mr. Kawina kufanikiwa kupata dili ambalo alikuwa akilisubiri kwa muda mrefu. Kutokana na mafanikio hayo, Mr. Kawina alilazimika kuhama kutoka eneo alilokuwa akiishi na kuhamia kwenye nyumba aliyokuwa akiishi awali, ili awe karibu zaidi na mradi wa ujenzi atakaosimamia. Safari hii hataondoka na Manyanya, jambo linalomlazimu Manyanya kutafuta sehemu nyingine ya kuishi na kuanza maisha mapya. Hapa ndipo tunapoona huzuni kubwa ikitawala. Manyanya anaumia sana, Leila anaumia, na hata Mr. Kawina mwenyewe anaonekana kuguswa na hali hiyo, kwa sababu walikuwa tayari wamezoeana na kujenga ukaribu mkubwa. Kwa upande wa Leila na Manyanya, simanzi ni kubwa zaidi, kwani awali walikuwa na hisia za siri ambazo hazikujulikana kwa watu wengi. Lakini swali kubwa linabaki kuwa Leila na Manyanya wataweza kuvumilia maumivu ya kutengana? Je, huu ndio mwisho wa ukaribu wao au bado hatima yao haijaandikwa? Wewe kama mpenzi wa Dunia, unadhani ni maumivu gani wanayopitia Manyanya na Leila katika wakati huu mgumu? Tuandikie maoni yako hapo chini. Pole sana Joa. Waswahili wanasema chelewa chelewa utakuta mwana si wako, na methali hii inaonekana kujidhihirisha katika maisha ya Joa kwa sasa. Baada ya muda mrefu wa kuwa na hisia zake moyoni, hatimaye Joa aliamua kuchukua hatua na kumweleza Mudi ukweli kwamba anampenda. Hata hivyo mambo hayakwenda kama alivyotarajia. Wakati Joa akiwa bado anasita na kusubiri muda sahihi, Latifa naye alifanya maamuzi yake mapema na kufungua moyo wake kwa Mudi. Kama tunavyoona kwenye simulizi hii, wakati mwingine kuonyesha dalili pekee haitoshi. Hisia zisipoelezwa kwa wakati zinaweza kumfanya mtu mwingine achukue nafasi hiyo. Latifa aliona kile alichokiona kinafaa kwake, akaamua kufuata moyo wake, huku Mudi naye akiamua kuwa mkweli kwa Joa kwa kumwambia wazi kwamba yeye na Latifa tayari wana uhusiano. Kwa upande wa Joa ni wazi ameumia sana. Siku zote maumivu ya kumpoteza mtu uliyekuwa unampenda kimya kimya ni makubwa, hasa unapogundua kuwa amechukuliwa na mtu wa karibu yako. Hapo ndipo tunapoona chuki, hasira na majonzi vikianza kuvuruga mahusiano ya watu hawa. Lakini swali linabaki, ni nani wa kulaumiwa? Je, ni Joa kwa kuchelewa kueleza hisia zake? Je, ni Latifa kwa kuchukua maamuzi yake bila kusubiria? Au ni hakuna mwenye kosa kwa sababu kila mmoja alifuata kile alichoamini ni sahihi? Mimi naona Latifa alikuwa na haki ya kufanya maamuzi yake, na Joa pia alikuwa na haki ya kuwa na hisia zake. Tatizo kubwa linaonekana kuwa ni kuchelewa kwa Joa kuchukua hatua kabla nafasi haijachukuliwa na mwingine. Mwisho wa sakata hilo bado halijulikani, lakini jambo moja ni la uhakika: maumivu ambayo Joa anayoyapitia kwa sasa si madogo. Kuvunjika moyo ni safari ngumu sana na inahitaji muda ili aweze kupona na kuendelea maisha yake. Wewe kama mpenzi wa Dunia, unaona ni nani mwenye makosa kati ya Joa na Latifa na Mudi? Tuandikie maoni yako hapo chini ili na sisi tujue tuweze kupata mwafaka wa hili jambo. Hebu turudi hapa kwa mke wa Madevu na Ramio. Hapa tunaona mke wa Madevu akionekana kuwa jasiri sana kiasi kwamba alikuwa tayari hata ndoa yake ivunjike kuliko kukubali mshinikizo aliyokuwa anakumbana nayo. Kwa muonekano wa nje alionyesha kutokuwa na hofu kabisa na kuwafanya wengi waamini kwamba hali hiyo
haikuwa ikimsumbua tena. Lakini mambo yanabadilika ghafla baada ya Lamio kuona kwamba mke wa Madevu alikuwa bado anapuuza vitisho vyake. Ndipo Lamio alipoongeza pressure kwa kutishia kufichua video hizo kwa Madevu. Kitendo hicho kilionekana kumtisha sana mke wa Madevu, na hapo ndipo alipoanza kulegeza msimamo wake. Swali kubwa linabaki kwa mke wa Madevu, je, kweli atatekeleza ahadi yake au alikuwa anatafuta muda wa kujinusuru kwenye hali hiyo? Na kama alikuwa na ujasiri mkubwa mwanzo, kwa nini ghafla akabadilika baada ya kusikia video zinaweza kufika kwa Madevu? Huenda kuna siri kubwa ambayo bado haijafichurua. Inawezekana alikuwa anajifanya mwenye nguvu mbele ya Lamio, huku moyoni akiwa na hofu kubwa ya kupoteza ndoa yake, heshima yake, au kufichuka kwa jambo ambalo hataki lijulikane. Kwa sasa ni vigumu kujua ukweli kamili, lakini episodi hii imetuacha na maswali mengi kuliko majibu. Je, mke wa Madevu ana mpango mwingine wa siri? Je, Lamio atafanikiwa kufikia kile anachotaka, au kuna jambo kubwa zaidi ambalo bado halijawekwa wazi? Wewe kama mpenzi wa dunia, unaona ni siri gani iliyojificha kati ya Lamio na mke wa Madevu? Tuandikie maoni yako hapo chini. Lakini tukija kwa changamoto inayomkuta Violet, tunaona kabisa zaidi kwa sasa ameshamsahau Mr. Manyanya na kashajua ukweli kwamba Manyanya kashafariki. Lakini tunamuona Jordan kama vile kaiteka nafasi ya Manyanya. Kwa sasa anaonekana kabisa kwamba Violet ameshamuelewa Jordan. Kuna namna hivi tunaona hata macho yao yakitazamana. Tunaona utofauti kabisa na mwanzo kabla ya Violet kujua kama Manyanya hayupo tena duniani. Je, mwisho wa hawa utafikia wapi? Na tunakumbuka Manyanya bado yupo hai, lakini Violet anajua Manyanya kashakufa. Na wote ni mpango ambao Jordan aliutengeneza ili Violet ajue hivyo, ili Jordan aweze kupata nafasi kwa Violet. Hatuwezi tukajua mwisho wake, lakini tuendelee kuifuatilia dunia. Tuendelee kuifuatilia ili tujue mwisho haya yote utafikia wapi. Asante sana. Hali inazidi kuwa tata upande wa Cindy. Hapa tunaona Cindy sehemu ambayo alikuwa amepata kama poleo kwa ajili ya kuendesha maisha yake, sasa anafukuzwa kazi. Na hapa tuelewi shida ni nini. Huenda ni mikosi aliyotumiwa kutoka kwenye kile chama cha kishirikina, au alitumiwa majina, sababu tuliona tu ameanza kutumia hela vibaya na alijisahau kwamba zile pesa unapozitumia zinaisha. Na sasa ona maisha ya Cindy alivyokuwa yana changamoto kubwa. Hatuelewi mwisho wa Cindy utakuwa ni upi. Lakini tukiangalia hii movie ya dunia tunaona wengi sana kwenye wahusika wamepata anguko kubwa sana dunia. Tukianza na Manyanya ana anguko lake, tukienda kwa Violet ana anguko lake, tukienda kwa Mr. Kawina pia ana anguko lake. Lakini katika maanguko yote haya, lakini anguko kubwa ambalo limegusa watu wengi ni anguko ambalo anapitia Mr. Kawina. Yaani ni anguko ambalo hata yeye Mr. Kawina tu linamuumiza sana. Kashatumia dozi, lakini tatizo lake bado liko pale pale. Movie hii inaonekana inakuwa na siri nyingi sana. Hizo siri mimi na wewe hatuwezi tukajua kwa sasa, ila ni dunia inafunza. Tutapata elimu kupitia movie hii na tutapata majibu yake. Asante sana kwa kuendelea kunifuatilia. Ni mimi Abi Mondi, mwenye IQ ya kompyuta. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kupata taarifa zetu kwa muda sahihi. Asante. Kama shida kwa katakata hata. IQ yako.